Okoka mutoke. Hata ukifanya kazi ukifanya dhambi hauna baraka. Umemaliza miaka 10 miaka 5. Wengine mlianza nao wamefika mbali. Unafanya kazi kwa nini ufiki kwa mema yako? Ujitazame vizuri. Je, mko sawa? Kiomba. Twazanye na reference uzagerageza agenda sona. Sababu nimekuja na reverend sasa takuwa pengine anawapumbaza kiasi. Hiyo ni drone. Hiyo ni kazi yake. Niko bimeza gomba kureba uko bimeze. Yeye huwa anaangalia, mimi ndakuwa nasema ukweli. Kabasiga kagikotori gake. Sasa yatakuwa pengine ariko twinki. Lakini mimi nuko. Ni hivyo mimi nilivyo. Haba bagore n'abakobwa. Sijui hapa kuna wamama na wasichana wako. Agenzi gusango na abasore wako na familia. Ariko kundabona ibintu bisa neza. Lakini naona mambo yako sawa. Imana baheze umugisha. Mungu awabariki. Sina nizi kumbona abantu bangana. Siku anajua nitapata watu kama hao. Kabwira Imana nange na Europe. Nikiambia Mungu nifika na Europe. Mombasa twabonanye n'abantu. Mombasa tulipatana na watu. Ushimwe Yesu. Asante. Nimetoka na Kivale. Sasa ndifuza abantu kabanya Kivale. Je, nitahitaji watu kama wana Kivale? Mwebwe muri ko rimwe nayo nti mugesi. Nyinyi ni kama kwaya ya huko. Hata nayo bado. Kanisa mwe mfite gikora zitandatu zazirimbisa zine zigasusa saa 6. Kuna kwaya oyeni. Ndakubivuga. Munanena kuna. Mtu ambaye amekula na kashiba hawezi kosa kujifuze zengi. Mungu wishinzo. Mtu ambaye amelipa kodi ya nyumba. Umuceri munzu. Ameacha wali ndani ya nyumba. Yari yatagwaye malaria. Haigonjeki. Bakamuha mikoro ntatera ikorasi. Wanampea microphone. Uwo mugahe. Huyo mumwache. Zezengi. Uwo mukama muheba nta muntu burimo. Huyo hakuna mtu. Sangu muri bimsi yaririmze. Unapata mwimbaji ameimba. Eti kwa nini Roho Mtakatifu wasufiti? Uko na nini? Ngwa ngo bimeze gute? Eti hapa mko vipi? Wewe umeze gute? Wewe uko vipi? Ariko ku muntu kucyuza umubona niyo ko baragahungu kambaye nabi. Mtu kimwona hata kama kwa amepiga shati bado haijanyoroshwa. Ariko kazaga haguruka cyakavuga ngo nyambika fume man. Akasema ni vaishe ni anga inafunguka. Ama mimi eti Roho Mtakatifu. Upako wangu kama yashiki basi mimi nimeshinda. Hivyo ndivyo ilivyo. Mimi nimetoka napo nikiwa kirere kiraba cyane. Azabwo Yesu yohereza malaika kuri mixing. Kuna wakati Yesu anatumana malaika kwa mixing. Gusakaza manu. Akiona kuna network anashusha tu. Eti vyuma havili. Network ufite Yesu karamanura. Hauna network Mungu anashusha sauti tu. Kuri mixing. Kwa mix. Ukifanya kura abantu busa kama. Unapea watu bure. Tukamenya kuko bivuga. Ujue Mungu ananena. Isa yemera. Kuna wakati anatii ahantu mu giterane ijambo rivuga ngo izayemera ko bituruho kugira ngo tuzoshime. Mungu anakubali tuishi ndani ya maisha ili tupate kumshukuru. Izayemera ko bihe bitugereho bibi. Anakubali majira ya mabaya ila kitutoa ndani yake. Tujue kufikiria kumshukuru. Izayemera ko burara. Anakubali kose cha kukula. Na hakosi cha kukupa. Anakubali nyumba yako ifunge. Hakukosa kutendea vyema. Ili siku atakapokupa umfikirie shukrani kwake. Ndivyo ilivyo. Anakubali ndani ya kazi ukose. Ili ujue ya kuwa unapofanya biashara sio kwa sababu yako bali ni anakupa ili upate kufanya biashara. Siku majira atakuwa vizuri utasema anagonja. Mimi nilio kufanya biashara vitenge nikazunguka nikakosa hata mtu akunisalimia. Nilikuwa nafanya kazi ya vitenge mahali ambapo kuna watu wengi lakini hakuna mwamu yabona. Ninawauliza hii nguo hamuzioni? Si mwamu yabona. Hamuoni hizi vitenge? Kombangi yangu ni mashi. Kwa kitambo. Nilipoipea mwenzangu hivyo akaanza kumuuliza. Ndava tukunayo. Nikasema hii sio kazi yangu. Yes. Mimi watumia wananipita waniulizi biashara ni nani? Hata kuna wakunisalimia. Nikiona mtu anatoka ndani ninamkaribia lakini anapita pande. Kwa daimoni banyuriranye ndafuye nikasema pepo hii imenifikia.
Ni vipi Mkristo anaweza toka kanisa na naiba waya? Etienne alinunua hiyo waya ya speaker. Na ni Mkristo. Flash. Unaona kweli mbinguni talipa kulinkadili na hizo waya? Mtu anatoka kanisa anasema keyboard mimi ndio nimenunua. Akiona yuko pamoja na mke wake na watoto, kaibukingisha kuiduka, anaweka kwenye duka. Gitonda mandaza, gitonda mandaza. Asubuhi mandazi mawili. Senti yo muri honi gashirira mu mabe. Ibilisi ya milioni, so keyboard ya milioni inaisha hivyo. Ari kuzikwishira mu ijuru. Unaingia unajua kuingia mbinguni. Mungu anaondoa keyboard na anaweka mandazi hapo. Gwiyereka mimi. Mutataingia kadiri na vitendo alivyofanya. Mutataingia mbinguni kadiri na kazi zake. Hata kama ulitoka DRC kumebia kuku za wenyewe, wakiambia acha hizo zambi, katika mizigo utaingiana na mbinguni. Pale chini kwa ibilisi, kazi zake za kuku ulizoibia utaenda nazo. Walioiba makuku, walioiba kondoo, walioiba mbuzi, mayai. Amen. Sifa. Dufashe umwanya dushima Imana yo mu ijuru. Tunachukua nafasi tukishukuru Mungu wa mbinguni ituboneye uburyo n'umwanya tugaterana hano, aliyetupa majira na muda wa kukusanyika hapa. Mwese turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nyote tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Abo tuzi nabo tutazi, tuwajuao na wale tusiowatambua. Imana yo mu ijuru baheze umugisha. Mungu awabariki. Kubatatuzi, kwa sio tufahamu, amazina banita Gwiyereka William. Majina ninaitwa Gwiyereka William. Tuye Nairobi. Ninaishi Nairobi. Kitengela. Ndi umupapa. Mimi ni baba. Ndubatse. Nina boma. Mfite umugore n'abana 4. Nina mke na watoto 4. Sengera mu itorero rya Jerusalem. Ninashiriki katika kanisa la Jerusalem. Mimi ni mwinjilisti katika kanisa hilo. Leo shimye Imana kongeze hano. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwa kuwa nimefika mahali hapa. Twapanze kera cyane. Ni mambo tuliyoandaa awali. Hano haba bantu twandikirana nabo. Hapa kuna watu ambao tunawasiliana, bakatubwira ko badukunda, wanatuambia wanatupenda, bakifuza kuko twogera hano, wanahitaji tufike hapa, ariko tukabirangiza nk'ibiri kuri, lakini tunamalizia tu huko tu. Ariko uyu munsi, lakini siku ya leo byatunganye, imekuwa sambamba. Imana ihabwe icubahiro. Mungu ahimidiwe. Ndishimye kabisa. Ninafurahi zaidi. Ndanezerewe cyane. Ninazo furaha ndani yangu. Urugenzi rwari rurerure. Msafara ulikuwa ni mrefu. Ariko urugenzi ko gushaka Imana, lakini msafara kumtafuta Mungu ruza rumera neza. Huwa ni nzuri. Nta munsi ndiganyira mu by'Imana. Hakuna siku yote liwahi kuhuzunika katika boma la Mungu. Mu by'ukuri ndishimye cyane. Kwa ukweli nina furaha. Rero mu mashimwe yanje, kwa shukrani zangu, ndashimira Reverend Pastor Sebintu. Inashukuru Reverend Sebintu. Mukomera mashi. Mpigia makofi. Niwe wagize uruhare kuba turi hano. Yendi amechangia ili niwe hapa. Twagiye tubivugana nawe. Tulikuwa tukizungumza na yeye. Akenshi akaba ari njubura umwanya. Mara nyingi mimi ndio nilikuwa nakosa nafasi. Ariko tugenda tuza guhuza uno mwanya birakunda. Lakini siku yangu na yeye sasa ikamatana. Pastor ndagushimiye. Ninakushukuru mchungaji. Yanza mbese nari nkimpumyi. Mimi nilikuwa kama kipofu. Niwe waruzi no nzira. Yendi alikuwa anatambua njia hii. Niwe waruzi aho twatuja. Yendi alikuwa anatambua mahali tunapokwenda. Yanzanye mbese yankuye mu rugo kugeza ngejeje hapa. Amenitoa nyumbani mpaka nikafika mahali hapa. Buri kimwe cyose no ari kugikora. Kila jambo Yendi alikuwa anaitimiza. Gukorera Imana nta ruhombo rubamo. Kumtumikia Mungu hakuna upungufu. Icoco ndakizi. Hilo nalitambua. Imana yo mu ijuru, Mungu wa mbinguni, iguheza umugisha, akubariki kandi komeze kwagure, na endelee kukupanua mu gukora umurimo wayo, kwa kufanya kazi zake. Turashimira abatuye hano. Tunashukuru wanaoishi hapa. Abashumba mwaduhaye karibu. Wachungaji waliotukaribisha. Imana baheze umugisha. Mungu awabariki. Mwagize neza. Mumetenda vema. Wenda hari igihe mutari no kutwemera. Nenda hamunge litukubali. Ariko kuba mwatwakiriye. Lakini kwa kuwa mmetulaki, twishime. Mutufurahie. Twageze hano abashumba bamwe baza kutwakiraho twari turi. Tumefika hapa hata wachungaji wengine akaenda kutulaki uko tulikuwepo. Bari kumwe n'abarimu. Walikuwa pamoja na walimu n'abadiakoni. Na wadiakonia.
Mwakoze. Mumetenda vizuri. Mwatweretse urukundo rw'abantu. Mumetuonesha ishara za upendo. Imana yo mu ijuru baheze Mungu awabariki. Ntagiye mu magambo menshi bila kuongea mengi, hashimwe Imana kuko duhagaze hano. Ahimidiwe Mungu kwa kuwa tumesimama mahali hapa. Ndashima kubwa Pastor Muhorana. Ninashukuru Pastor Muhorana. Twari duherukanye nawe kera. Ilikuwa siku nyingi. Muri familia zaba anko zaba muyomba. Katika familia ni mjomba yangu. Twaratangizanyije gusenga Imana. Tumeanza na yeye kuomba Mungu. Ndi muto yari mukura turuta cyane. Nilikuwa mimi ni mchanga yale kwa nilizidi umri. Ariko dukunda gusenga. Tunapenda kuomba. Izina rya Pastor twari mwiseke. Jina la mchungaji tulimtambulia awali. Kera kabisa. Awali. Tukamwita Pastor kubera ko mu rugo ari wakundaga kudusengesha. Tulikuwa tunamtamkia hiyo jina kwa sababu yeye alikuwa na juhudi la kutuombea siku kwa siku. Rero kuba inkuru yarabaye impamo. Kwa kuwa habari imekuwa ni sahihi, Imana igushigikire mu murimo wawe. Mungu aendelee kuchangia katika kazi ya Mungu. Ibisarurwa ni byinshi. Kazi ni nyingi, mavuno ni mengi. Abasaruzi ni baki. Bali watenda kazi ni wachache. Rero Imana iguhamagaye. Mungu aliyekuita izo gukoresha umurimo wawe. Aendelee kukutumia kwa kufanya kazi yake. Tuganire ijambo ry'Imana. Wacha tuzungumuze neno la Mungu. Banko ukora kuri sentisha. Shika kwa keyboard kidogo. Ku mabuto gusa. Kwa bato. Moyo wangu unayo furaha. Kundi vzima. Inapenda mambo ya Mungu. Kumubiri. Katika mwilini. Tulikuwa na uchovu. Bitekereje muganye nicaye hano. Nimefikiria wakati nilikuwa ninaketi hapo. Tulikuwa na uchovu. Nimefika Nairobi Ijumaa.
Saa 6 hii airport nikafika Kitengela majira saa 7 za usiku. Saa 9 nari ndi mu materaniro. Saa 9 nilikuwa kwenye ibada tayari. Ararangira. Ikaisha. Nijoro nari ndi mu materaniro. Usiku nilikuwa kwenye ibada. Tukakesha. Kwa gatandatu mu materaniro. Jumamosi kwa ibada. Kuchumwe mu materaniro mu gitondo na nimugoroba. Jumapili asubuhi na jioni. Hivyo na hivyo. Tuzuke gicuku. Majira ya asubuhi kandi turaye mu materaniro. Na leo tumekesha kwa ibada. Kandi ko ndareba imbere yanje. Na nikitazama huko mbele yangu, kabona ntafite kuruhuka n'ubu. Ninaona bado siwezi nikapumzike. Ashimwe ko turuhira mu bya Yesu. Ahimidiwe kwa kuwa Jehova tuko ndani ya mambo yake. Muririmbyi yaravuze ngo hahirwa bapfa bapfira Umwami Yesu. Muimbaji amesema heri wakufayo wakifa ndani ya Jehova. Hata tuchoke na tuzidi na uchovu. Lakini ahimidiwe kwa kuwa tunachoka kwa sababu ya kazi zake tukitenda. Ndio sababu mtu akitafakari, uchovu huisha mtu anabaki akiwa vizuri. Uchovu inarudi wakati mtu ametoka ndani ya furaha. Lakini ukiwa na majira ya kusikiliza neno la Mungu, unajihisi na kupumzika. Katuganira magambo y'Imana. Wacha tuzungumuze maneno ya Mungu. Kitabu cha Zaburi. Kitabu ni cha Zaburi. Zaburi 119. Zaburi ni 119. Murongo wa 11. Kuanzia 11. Aravuga ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo ntazagucumuraho. Amen. Zaburi ni 119 kuanzia 11 inasema, moyoni mwangu nililiweka neno lako nisije nikakutende dhambi. Amen. Amen. Basubiramo. Nitarudi. Nabiki ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo ntazagucumuraho. Amen. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Amen. Kitabu cha Ezekieli gice cha 18 murongo wa 20 kuanzia 20. Aravuga ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Umwana ntazazira ibyaha bya se, kandi na se ntazazira ibyaha by'umwana we. Gukiranuka k'umukiranutsi kuzaba kuri we, kandi ibyaha by'umunyabyaha bizaba kuri we. Amen. Roho itendayo dhambi ndiyo itakayo kufa. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake, wala baba hata uchukua uovu wa mwanaye. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu itakuwa juu yake. Amen. Ni Ezekia 18 no kuri 20 ndasubiramo. Nitarudi mara tena Ezekia 18 kuanzia mstari wake wa 20. Haravuga ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Roho itendayo dhambi ndiyo itakayo kufa. Umwana ntazazira ibyaha bya se, mwana hata uchukua uovu wa baba yake, kandi na se ntazazira ibyaha by'umwana, wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe. Gukiranuka k'umukiranutsi kuzaba kuri we, haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, kandi ibyaha by'umunyabyaha nazo bizaba kuri we, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Haya ndiyo magambo mutima na mwuka wera byanemeje. Haya ndiyo maneno roho yangu na Roho Mtakatifu imeniambia tuzungumzie. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo, wacha tuzungumzie neno lisemalo, ikintu kiza gitandukanya umuntu n'Imana. Kitu kinasababisha utengano wa mtu na Mungu. Ikintu kiza gitandukanya umuntu n'Imana. Kitu kisababishayo kutengana kwa mtu na Mungu ni icyaha, ni dhambi. Ikintu kiza gitandukanya umuntu n'Imana, kitenganishayo mwanadamu na Mungu, Imana ikigira kure, Mungu anapotelea mbali. Umuntu akigira kure, mtu anapotelea mbali. Ubusabane hagati bw'umuntu n'Imana, mawasiliano ya mwanadamu na Mungu, hagati yaho hakaboneka umuhanda utamu, kati yake kunapita barabara. Ikintu kiza kibikora, kitu kinachosababisha
ni icyaha, ni dhambi. Biblia izivuga amakuru meza, inasema habari nzuri, izitubwira umugabo witwa Adamu na Eva. Inatuambia historia ya Adamu na Eva. Nibo bantu ba mbere bakoze gutandukanya umuntu n'Imana. Ndio watu walisababisha utengano wa mwanadamu na Mungu. Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, Adamu na Eva walipoasi, ubusabane bw'umuntu n'Imana bwigiye kure. Uwasiliano ya mwanadamu na Mungu ikapotelea mbali. Kuvugana n'Imana n'umuntu byabaye ibakure. Kusungumuza mtu na Mungu ikakuwa ni umbali. Ubusabane bw'umuntu n'Imana bubakure. Mawasiliano ya mwanadamu na Mungu ikakuwa mbali. Ikiganiro cy'umuntu n'Imana kigira kure. Maongezi ya mwanadamu na Mungu ikakuwa mbali. Umuntu kubona Imana biba kure. Mtu kumona Mungu ikakuwa mbali. Kubera iki cyari kihabaye? Mungu alikuwa karibu. Ni icyaha cha Adamu na Eva bari bakoze. Ni dhambi ya mwanadamu na Eva walipofanya. Bituma umuntu n'Imana bitandukana. Ikasababisha mwanadamu na Mungu wapotelee mbali. Isengesho ry'umuntu cyangwa si icyifuzo cy'umuntu, maombi ya mtu na kuomba kwa mtu tikibashe kugera ku Mana kuko hagati yao hari urukuta. Ilikuwa haiwezi ikafike kama vile kwa sababu kulikuwa ukuta. Imana kubera kuko ari nyembabazi, Mungu kwa sababu ni wa rehema, yongera itekereza ikintu cyozana connection yayo. Akafikiria ni jambo lipi naweza likalitenda likaleta usiliano wangu na yeye. Yongera itekereza ikintu cyohuza Imana nayo. Akafikiria nini kitatukumbadisha na yeye. Yongera gutekereza ibona kuko nta kindi cyo haba. Akafikiria kuna jambo lingine, ibona connection y'umuntu nayo kugira ngo yongere ambayo italeta connection ya mwanadamu na Mungu. Hagomba kuva maraso, ni lazima kumwagike damu. Hagomba gutanga igitambo, ni lazima kutolewa kafara. Kandi ico gitambo kikagira itandukaniro, na hiyo iwe kuna tofauti n'ibindi bitambo bisanzwe na zingine pia, kitari ikinyamaswa ambayo siyo ya nyama, ambayo siyo ya mbuzi. Avuga kuko agomba gutamba umwana wayo, akasema ni lazima nitowe mwanangu wa pekee kugira ngo rezo, ili connection muntu nahamagara Imana nimero 9, mutakimuita Mungu namba yake ipite. Zari zarabaye compose, namba ambayo ilikuwa ipiti mara tena. Ariko Yesu Kristo amaze kuza, lakini Kristo Yesu alipokuja, Yesu yatubereye umunara duhamagara Yesu. Yeye ndiye amekuwa mnara wa kutufikisha kwa Mungu. Wahamagara gutya, ukimuita Yesu akavuga ngo karamegwire. Yesu anasema ninatii, ninasikiliza. Kuri Satani nimero ya compose, kwa ibilisi namba ikawa haiwezi tena kuwa na mawasiliano na mwanadamu. Wahamagara ukabwira Satani ngo iyi nimero ni compose. Ibilisi akikuita anasema hii namba haiko kwa mtandaoni. Niyo mpamvu zuhamagara Imana, ndio sababu tunapomuita Mungu ukayihamagara tuye Busia, unamuita ukiwa unaishi Busia, ukayihamagara tuye Mombasa, wengine akiishi Mombasa, ukayihamagara tuye Nairobi, wengine akiishi Nairobi, ukayihamagara mu Gishinwa, wengine akiwa ndani, ukayihamagara mu Cyongereza, wengine kimuita, ukayihamagara mu Kinyarwanda, wengine kwa Kinyarwanda, ukayihamagara mu Giswahili, wengine kwa Kiswahili. Ikatwitaba. Mungu anatutii kuko uwo munara uzukora hose, kwa sababu mnara unatenda sehemu na kona kwa kona. Si wa Safaricom, siyo wa Safaricom, si wa Airtel, siyo wa Airtel. Ni umunara uzukora ahantu hose, ni munara inakusa wazungu na ma connection zote kwa wazungu na weusi. Yaravuze ngo, alisema damu ya Yesu ilitiririka ikafika hata Mombasa ikawasafisha. Iyo maana wazungu kabila zote. Monge la bandi ya solo banda ya Kasia dema. Tuzamuri Imana cyubahiro. Tupe Bwana utukufu. Haleluya! Sema haleluya! Yesu Kristo ni wako na kisisi tumaduhamagara Imana. Yeye ndiye network alitumwite Mungu. Ariko akakanya ngiye kukuganiriza ijambo rivuga ngo, lakini shetani tupiga kisema usakiza gituma umuntu ahamagara Imana ntimu. Kitu kinasababisha mtu amuite Mungu asitike. Dhambi wewe. Ni dhambi pekee. Dhambi wewe. Ni icyaha cyonyine. Haleluya. Mtu akitenda dhambi ni kama ametafuna line. Ni kama kutumia simu isiyo kwa na line. Ni kama kutumia simu bila betri. Hatuwe na credit haiwezekani. Ukiondoa betri haiwezi. Mtu akitenda dhambi, betri imeisha moto. Haleluya. Amen.
Tutapenda mpaka Jumapili. Haleluya! Bwana sifiwe. Semeni haleluya. Ikintu gusakiza gituma umuntu atumvikana n'Imana. Kitu kinasababisha tusiwasiliane na Mungu. Kitu kizagitandukanya umuntu n'Imana. Kitu kinasababisha kutengana na Mungu. Ni dhambi. Daudi aravuga ngo, Daudi akasema, abisi jambo mu mutima wangu. Ninaweka neno la Mungu ndani ya moyo wangu. Ili maisha yangu isione dhambi. Hallelujah. Semeni haleluya. Hallelujah. Nabonye muri uruziruko. Nimeona bado nyinyi ni vijana. Tuzovugana. Tutazungumza. Satani Ibilisi ishaka bameze nkama. Anahitaji wa vijana. Bikunde ejo niho tuzoganira. Tuzoganira ijambo rivuga ngo Satani iragukeneye. Kesho tutazungumza neno semalo Ibilisi anakuhitaji pia. Kukoresha byinshi apana kazi gake. Hatutaongea mengi. Ikeneye abagenti. Ibilisi anahitaji wa vijana. Yabasaba kozi kiragenda ishakisha. Ibilisi amekosa wafanyakazi anaenda kutafuta depoje. Anakutafuta bila hata kuomba kazi. Anakutafuta bila kuomba kazi. Mu bakozi utaruwayi kazi. Anakuweka ndani ya wafanyakazi na wewe sio mfanyakazi wake. Hallelujah. Semeni haleluya. Ezekia nishakenze gusoza dusigira umushumba hari. Hata niachie mchungaji nafasi. Ari kibazo se? Hakuna shida. Semeni haleluya. Haleluya. Titwaje ino muri stage ngo muradukotaga. Oya. Inota mikeye muyumvishije mugafata Imana. Dakika chache mkimshika Mungu biraruta amasaha 10. Ni zaidi kuliko kumaliza matene ya hano haba abagore n'abakobwa. Sijui hapa kuna wamama na wasichana wako. Ajenzi gusa ngo nabasore wako na familia. Ariko kuko ndabona ibintu bisa neza. Lakini naona mambo yako sawa. Imana baheze umugisha. Mungu awabariki. Sio kwa sababu ya ukosefu inasababisha mtu asione na ntibuza butandukanya umuntu n'Imana. Sio kwa sababu ya umaskini. Kuzara abana benshi ntibiza bitandukanya. Kuzaa watoto wengi huwezi sababisha ukautengane na Mungu. Kubura abana ntibiza bituma umuntu atandukana. Ukosefu wa mtoto hauwezi sababisha ukakosane na Mungu. Kuvuka mu miryango ikomeye ntibiza bituma umuntu kuzalika ndani ya mafamilia kubwa hauwezi sababisha ukaachane na Mungu. Kuvuka mu miryango yoroheje ntibiza bituma kuzaliwa ndani ya familia zio kwa kidogo haiwezi kusababisha achane na Mungu. Kimwe gusakiza gituma jambo moja tu linasababisha ubuzima bwawe bukoze cyane. Ni wakati maisha yako inatenda dhambi. Ujue wewe unaweka giza ndani ya moyo wako. Ezekia Imana ari mutumye kubwo koko abanyesirayeli. Mungu alimutuma katika taifa la Israeli. Bari barabonye imirimo y'ibitangaza. Waliona ishara za Mungu. Zizi Imana yakoze. Mema Mungu ametenda. Twegereje iwacu sinanibutse kumwegera. Tunakaribisha ndugu nilikuwa nimesema. Karibu ndugu. Ngo yarari no yumva makuru ko turi hano ya stop ibintu. Alikuwa amesikia tuko hapa kaachana na vitu zote. Kandi abantu bari banyishisha urusaku babambaza ngo se bazokurikirana gutamateranira. Watu walikuwa wananiuliza watafuatiliaje ibada. Imana guheza umugisha. Mungu akubariki. Ukuyo tumutekereza kumuzana byo tugoye. Pengine tungefikiria kumleta ingekuwa ni vigumu. Ariko ubwo wizanye. Kwa sababu umejileta. Utuze uongere utuze. Uendelee hivi. Ningefikiria kumleta. Yesu mwenyewe tuameweza bari ili walioko mbali wasikie neno la Mungu. Imana ibwira Ezekia. Mungu akamwambia Ezekia. Iramubwira ngo Ezekia we. Kamwambia Ezekia. Umva ya makuru zashira ubwoko bw'abanyesirayeli. Sikiliza habari ya wana wa Israeli. Uzogenda ubabwire ngo. Nenda ukawaambie ubuzima bukora icyaha. Maisha tendayo dhambi. Ubuzima bukora icyaha. Maisha tendayo dhambi. Kesho twari mukiriyo. Tulikuwa kwa msiba. Hari kiryo kwa dusoza cha data wacu wapfuye. Jana tulikuwa kwa msiba kuna mwenzetu alikuwa amefariki. Ngo amane nsoma igitabo cy'umubwiriza. Tukasoma kitabu cha Mhubiri. Biblia ntawuzi umenya ibyayo. Biblia mtu hawezi kujua mambo yake. Ngo amare kirambwira ngo ikaniambia Imana Mungu ngo izayemera kuko umukiranutsi ngo afa kandi agafa kindutse ari umukiranutsi. Anakubali muaminifu afe kigafla na afa akiwa bado ni muaminifu. Ikemera ko umunyabyaha haramba ngo akagumaho. Na nakubali mwenye dhambi aendelee kuishi zaidi. Isaye umuntu ngukiranutse yayirangiza yonyine.
aliyeokoka Mungu akimwangalia ikamubona kiranutse kandi asa neza, akimwona yuko sawa, yemera ko afa akadusiga kandi agafakina, hukubali afe kabla ili afa kiwa bado ako sawa, na namtambua ni mwokovu wake, lakini anakubali mtenda maovu, yeye endelee kuwa mtajiri na endelee kuishi. Kwa nini Mungu anakubali mwaminifu akufe, lakini mwenye dhambi aishi? Ni ili abadilike. Tutakufa jameni, msiba wa Mkristo. None se ukiriyo canje hoba amatatizo asaguta nagize gute, nta muntu mfite ideni, ntawe nibze. Msiba ni kwangu hakuwezi kuwa na tatizo, hakuna mtu niliyeiba. Niba mfuye nakazi rimwe mukunga nakazi, mimi nikikufa Jumatatu ikiriyo canje byibuza abo nzogenda muzogisatirize nk'iminsi ya Mose 30. Msiba ariko aho maze kugira nchapa injili si hagu mahali nilipofika nikichapa injili, hata nikisema nifika Mombasa, hiyo hata ni kazi nina eti alikuwa msafi katika kazi ambazo tutazungumza, haitakuwa eti ulikuwa msafi. Mtu ambaye moyo wake sio mchafu, alikuwa ni mwokovu, alikuwa anampenda Mungu, alikuwa anamtii Mungu, alikuwa anamuomba Mungu, lakini soya nyingine eti alikuwa anafanya hivi na hivi, eti watoto wake alikuwa anawapenda. Sasa bila kupenda watoto wake utafanya nini? Muta nakufa, kazi zinakosekana alizitenda kanisa. Watu wanaanza kutamuka akiwa na watu wengine alikuwa anaongea vizuri. Hiyo ni mapepo tu. Si tuseme mtu alikuwa anapenda maombi. Neno katika kitabu cha Warumi, wanayohitaji wanayotaka kupata umaarifa wayafanye bila uchovu. Nilikuwa ninazungumzia wakati nilikuwa ndani ya upomu, nikasema neno semalo, usihitaji wakuite mwema wakati wewe ni muovu, usihitaji wakuite mzuri wakati wewe ni mbaya. Ukitaka kuita mzuri utende mema. Mtu anaitwa jina kulingana na vile alivyo. Mwimbaji amesema imesababisha nijue mwanzo na mwisho wake. Hata wakuita namna hii, yeye mwenyewe anafikiria kilichosababisha ite hilo, mwanzo na mwisho wa kuitwa jina hilo. Lakini unapata mtu watoto kiona katika baba wengine wamjua, akifika kanisa anataka ketubeke, anataka mkeshe. Toka mapepo, toka, wewe ni pepo. Good. Haiwezekani kwa majira ya Yesu. Mtu akitaka kuwa mwema, mema unapigania. Haleluya. Haleluya. Mema ni kuyapigania. Ukihitaji kuitwa mchungaji, utende kulingana na mchungaji. Ukihitaji kuwa mwimbaji, utende kulingana na vile mwimbaji anahitajika. Ukihitaji kuwa mwinjilisti, ufanye kazi ya uinjilisti vizuri. Mchungaji tunashire pale. Huwa ninaenda miezi mitatu inaisha. Miezi mitatu. Je, mimi naweza itwa reverend? Reverend agomba kusikika kanisa mahinga bizi. Reverend yaweza kaje kanisa miezi mitatu. Bonyita gute reverend? Ninaweza itwaje reverend mimi? No kuita no kwa manikanga. Hata wakiniita hiyo jina ninaweza shtuka. Ariko bavuze ngo ndi intumwa. Lakini wakisema mimi ni mtume. Ndagera mu chimbo champa ikorinto honyine amazu mwaka na meza 6. Mimi sijafika wakati hapo ikorinto
Mombasa siku 2. ngo sazotaha ryari Wanasema niko hapa bado nitakuwa. Karibu cyane. Paulo yigeze kwandikira abakorinto. Paulo aliandikia nyaraka kwa Korinto. ngo nzozi wanyu. Akasema nitakuja kwenu ngo kugeza kuri Pentecost. Mpaka wakati wa Pentecost. Kandi hari mu kwa mbere. Na ilikuwa mwezi wa kwanza. Ngo ndaza nzohuruki. Nitakuja nitafika huko. Ngo hatinda ngo Pentecost hanze. Mpaka Pentecost nipate hapo. Kweli. Lakini mtu anamaliza siku 3 peke yake. Watu wanaanza kusumuliana bado wako hapa. Je, unanipa chakula wewe? Unajua mahali nalala hapo? Unajua kile nimekula? Unaanza hasa kusimuliana. Mapepo imekuja. Tik. Toka. Nitaongea kuhusu kanisa. Nabivuzeho mu giterane twari dufite wacu ku cyumweru. Nilizungumzao Jumapili iliyopita. Arwandiko Paulo yandikiye abakolosai. Kuna nyaraka Paulo ameandikia abakolosai. Avuga amaparuwasi 2. Akasema parokia 2. Avuga iparuwasi y'Kolosai. Abakolosai. Avuga ni paruwasi y'Laodikia. Na Laodikia. Kolosai yari yobowe n'umugabo witwa Epafrodito. Kolosai ilikuwa inaongozwa na Epafrodito. Laodikia hari hayobowe n'umugabo witwa Karupu. Laodikia ilikuwa na Karupu. Niyo bantu yandikiye urwandiko rumwe icyarimwe. Hao ndiye aliandikia nyaraka moja. Yamabwira Kolosai ngo ibaruwa ni mumara kuyisoma. Amesema nyinyi wa Kolosai mkisoma ibaruwa. Muzoyohereza Laodikia. Muyitumane Laodikia. Ibyanyu birasa n'ibya Laodikia. Yenu yako kama ya Laodikia. Ngo kandi abira Laodikia nabo bamara kubona urwabo. Laodikia pia akipata ikaratasi. Ngo bazorusome nabo babohereze namwe musoma. Waisome pia nanyi watumie hiyo barua. Na mimi niingie sasa katika paruase ya kwake Timotheo. Mtu anakosana nini na Mkristo mwenzie? Ni vipi Mkristo anaweza maliza wiki nzima hatoi sadaka? Ni vipi Mkristo anaweza maliza mwezi mmoja atoe fungu la 10? Unaketi kwa kanisa kufanya nini? Ni vipi Mkristo anaweza toka kanisa na naiba waya? Etiende alinunua hiyo waya ya speaker. Na ni Mkristo. Unaona kweli mbinguni talipa kulinkadili na hizo waya? Mtu anatoka kanisa anasema keyboard mimi ndio nimeinunua. Akiona yuko pamoja na mke wake na watoto, kaibukingisha kuiduka. Anaweka kwenye duka. Gitonda mandaza. Asubuhi mandazi mawili. Senti umurioni gashirira mu mabe. Ibilisi ya milioni, so keyboard ya milioni inaisha hivyo. Arikuzikwinjira mu ijuru. Unaingia mbinguni. Wanasema kila mtu atalipa kadiri na kazi zake. Unajua kuingia mbinguni, Mungu anaondoa keyboard na anaweka mandazi hapo. Gwiyereka mimi. Muta taingia kadiri na vitendo alivyofanya. Muta taingia mbinguni kadiri na kazi zake. Hata kama ulitoka DRC umebia kuku za wenyewe, wakwambia cha hizo zambi, katika mizigo utaingia na mbinguni. Pale chini kwa ibilisi, kazi zake za kuku ulizoibia utaenda nazo.
walioiba makuku, abibye ifura, walioiba kondoo, abibye ihene, walioiba mbuzi, amagi, mayai. amaze abandi binjirana imirimo myiza. Lakini wengine waingia mbinguni na kazi nzuri walizozifanya. Binjirana imirimo myiza. Mwimbaji amesema tutafanya njia mbinguni. Na sisi tutakuwa tumezingatiwa na malaika. Kasema Yesu pekee ndiye atakuwa juu. Mungu mwenyewe. Lakini atasimama na tulaki. Aseme karibuni. Atakapopima kazi zetu. Kazi zetu akizoka kamizani. Atasema karibuni papa. Kandi ngo azompresent imbere ya se. Natanionyesha mbele ya babaye. Watangira bwira Imana ngo dore watumye ntugwisha mu ruba. Ambie Mungu ona ile sababisha nipigwe kamba rya maho. Nimevikwa. Hata misumari imechapwa. Amaze ngo tuje kuri defiri. Alafu kuri defiri ngo tuzogaburika ibyo kurya. Na hapo tutapewa chakula kizuri. Hallelujah. Yo. Hallelujah. Eti mimi nikiomba siwezi sikilizana na Mungu. Dhambi. Hatuelewani. Hiyo ni dhambi yako tu. Hakuna mtu ambaye hawezi wasiliana na Mungu. Hakuna mtu ambaye hawezi kuongea na Mungu. Kinachosababisha kuwe mikakati ambayo uziongea na Mungu. Ukiweka dhambi mbele yako. Hiyo ni kitu umeweka mbele yako na Mungu. Ukiomba inapiga kwenye mabati. Inagonga bado hapo. Bado inarudi kwako. Lakini ombi bila dhambi inapiga mabati inaenda. Inapiga plafini inaenda. Inafika kwa Mungu. Mungu akiwa mbinguni. Anasema ugerekame semaje? Ugerekame semaje? Semeni haleluya. Amen. Munasoma Ibrahimu alipotaka kutoa alitaka kutoa Isaka. Mungu mwenyewe akiwa mbinguni. Aliona kituma malaika. Akituma malaika. Atafika tayari Ibrahimu akiwa ametenda kazi. Mungu mwenyewe akaita. Akasema Ibrahimu. Semeni haleluya. Yabonye ko yotuma malaika ubwa. Aliona kituma malaika kushika Ibrahimu yere kuingo. Akifika kwa Ibrahimu atakwenda kazi. Kwa sababu ya network yake na Ibrahimu. Yari bugufi cyane. Alikuwa yari bagizo Ibrahimu akora. Alikuwa anaangalia kazi za Ibrahimu akitenda. Malaika yotindi. Yonyine iramiriza mu ijuru. Mungu mwenyewe akasema Ibrahimu aravuga ngo menye neza yuko akasema nimegundua ya kuwa figaho Ibrahimu wewe menye neza yuko nimegundua ya kuwa unanipenda. Ngo hindukiza amaso akasema angalia nyuma yako. Urebe imfizi y'intama. Angalia kondoo. Ngo ntigira se hana baba. Ngo ntigira na nyina hana mama. Iramubwira ngo Ibrahimu akamwambia Ibrahimu ngwire mwenona imeumbwa hapa. Kubera kwa nini? Ni connection Ibrahimu ni Imana. Ni network yake na Mungu. Moyo wa Ibrahimu ulikuwa uko sawa. Moyo wa Ibrahimu ulikuwa haina uchafu. Ilikuwa haina hukumu. Ombi lake na kazi zake zilikuwa sawa mbele ya Mungu. Ilikuwa inasikilikana mbele ya Mungu. Lakini wewe kinachosababisha usaidike ni kwa sababu unaita Mungu asikie. Kinachosababisha kuitike ni nini? Ni dhambi. Ukitenda dhambi unaweka ukuta. Unaweka ukuta. Inasababisha kiomba haifiki mbali. Unataka ombi lifike kwa Mungu. Unataka Mungu akusikie. Unataka Mungu akujibu. Maisha yako bado imetakasika. Iko sawa. Iko sawa. Okoka. 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 Musore. Wewe kijana. Okoka. Mukobwa. Musaza. Okoka. Okoka. Atukuzwe sana. Hallelujah. Nayo magambo nayo zo. Hiyo ndio maneno tutazungumzia kesho tabanana na hiyo. Wale ambao Galatia. Akababwira ngo umuntu usoza kubabwira ubutumwa tutigeze tubabwira. Mtu atawaletea ujumbe ambao bado hatujawaambia. Mtu usopazanira makuru ngo tutigeze tubabwira. Mtu ambaye tuambia habari bado hatujawaambia. Ngo avumwe. Huyo ngo niyo yo bari muri alaniwe. Ngo niyo yo bari muri twe. Hata kiwa ndani yetu. Ngo azovumwe. Naye pia alaniwe. Avuga ijambo rya kabiri. Akasema neno la pili. Ngo niyo bari
hata kwa malaika tuko mbinguni, ambia habari bado hatujasikia, huyo pia laaniwe. Hivyo ndivyo ilivyo. Habari nyingine eti munaenda huko Marekani, mimi sio UN, hata na mimi imekosa kunipeleka. Kitu ninawaambia, Yesaya akasema kutakuwa njia iliyokuwa sawa, itakuwa ya wokovu. Waliokuwa na mioyo mizito hawatapita ndani. Si abatuye Mombasa. Je, waliokuwa Mombasa? Si abakire. Sio waliokuwa na pesa. Sio waliokuwa maskini. Si abeza na bagufi na bareba. Sio wabaya wafupi na warefu. Na bafite umutima weje. Bali ni walio na mioyo mizito. Na bafite umutima weje. Waliokuwa na mioyo misafi. Bazabashika hali ya kumuryango. Watakuwa kifia mlangoni. Umuryango kingu. Mlango inafunguka. Na tunaingia paradiso. Hao ndio Kristo anahitaji. Hao ndio anahitaji. Hakuna habari ya kukuambia hivi na hivi, ya kukupumbaza tukiwaambia hivi na hivi. Achana na hiyo, hata hatujui tumekuja. Mambo ya kukupumbaza hivi na hivi, eti wewe ndio reverend na huyu mwenzako, eti mkuje tena, mtu acha, kuna wengine watakuja bila wasipokuja, kuna wengine wako hapa watafanya kazi. Lakini na habari ya kutupumbaza, wa kutubembeleza, ni bembeleze ni ya nini? Okoka mtoke. Hata ukifanya kazi, ukifanya dhambi, hauna baraka. Umemaliza miaka 10 hapa, miaka 5, wengine mlianza nao wamefika mbali. Unafanya kazi, kwa nini hufiki kwa mema yako? Ujitazame vizuri. Je, mko sawa? Kiwomba. Ubwo twazanye na referazo zagerageza agenda sona. Sababu nimekuja na reverend yeye, sasa atakuwa pengine anawapumbaza kiasi. Hiyo ni drone. Hiyo ni kazi yake. Niko bimeze, agomba kureba uko bimeze. Yeye huwa anaangalia, mimi ndakuwa nasema ukweli. Kabasiga kagikotori gake. Sasa yatakuwa pengine ariko twebwe, lakini mimi nuko ni hivyo mimi nilivyo. Biblia imeniambia atanisimamisha Biblia. Siku ulisimama mbele ya umati wa watu, uliwaambia nini? Uliwaelezea nini? Ulisema kilioko ndani ya moyo? Ama ulisema historia zako? Ulisema maandiko? Ama ulisema stories zako? Ataniuliza. Ndio sababu ninaposimama mbele yako, Paulo aliambia Timotheo, kamwambia katika majira watu watahitaji maneno, wanataka yale yanayofurahisha, wanataka yanayofanana nao, wanataka kuambia habari zao, hao wataki injili iliyokuwa kweli. Ukiwaambia ukweli watafunga masikio. Siku anajua nitapata watu kama hao. Hiyo haina shida. Babili watatu, wawili watatu, bane tushorera, waina ambao tuko pamoja. Nikabwira Imana nange zina Europe. Nikinambia Mungu nifika na Mombasa, twabonanye n'abantu. Mombasa tulipatana na watu. Ushimwe Yesu. Asante Mungu. Ukusinorera watu. Mimi siwezi lilia watu wengi ambao hawana mali pa kwenda. Vuye Nyakivale mgitera. Nimetoka na Kivale. Sasa ndifuza abantu nk'abanyakivale. Je, nitahitaji watu kama wana Kivale? Mwebwe muriko rimwe nayo nti mugezi. Nyinyi ni kama kwaya ya huko. Hata nayo bado. Kanisa mwe mfite gikora zitandatu zoziririmbisa zine zigasusa saa 6. Kuna kwaya kama 5 ama 6 imba mpaka saa 5 sasa. None sendire ngo mbone ngo wanga nagapuya ngo nipo nigishaka. Eti mpaka tukama ndio nihubiri. Hapana. Mmoja anatosha. Oza hano muri Mombasa. Tunaweza kuja Mombasa kwa mtu. Tukitafuta mtu mmoja peke yake. Na mara gata. Na nirudi nyumbani. Mmoja tu. Yesu akamwambia Farisayo, akamwambia nyinyi munasema munanisema tu kwa mdomo tu, lakini mioyo yenu, midomo yenu munanena kunihusu. Mtu ambaye amekula na kashiba hawezi kosa kujifuza zengi. Mtu ambaye
amelipa kodi ya nyumba. umuceri mu nzu. Ameacha wali ndani ya nyumba. Yari yatagwaye malaria. Haigonjeki. Bakamuha mikoro ntatera ikorasi. Wanampea microphone. Uwo mugahe. Huyo mumwache. Zezenge. Uwo mukama muheba nta muntu burimo. Huyo hakuna mtu. Arababwira ngo nizo mukoresha ku kano. Akaambia hata alimfanyia imitima yanyu ntizimpamya yenu. Imitima yanyu ntizimpamya. Mioyo yenu hainishuhudii. Unapata mwimbaji ameimba. Eti kwa nini Roho Mtakatifu ashuhudii? Uko na nini? Ngo bimeze gute? Eti hapa mko vipi? Wewe umeze gute? Wewe uko vipi? Ariko ku muntu kucyuza umubona niyo ko baragahungu kambaye nabi. Mtu kimwona hata kama kwa amepiga shati bado haijanyoroshwa. Ariko kazaga haguruka cyakavuga ngo nyambika fimemana. Akasema nivaishe limeti. Anga inafunguka. Kwa nini? Ariko mafuta afite kandi kanibza. Uzuri sio mwema lakini kiloko ndani yake. Mioyo inasisimuka. Unasikia ni kama umeshtekwa nyara. Lakini mwingine ameenda huko. Ama mimi eti Roho Mtakatifu. Upako wangu kama yashiki basi mimi nimeshinda. Hivyo ndivyo ilivyo. Mimi nimetoka na hapo nikiwa kirere kirabacana. Hallelujah. Yesu yohereza malaika kuri mixer. Kuna wakati Yesu anatumana malaika kwa mixer. Afite gusakaza manu. Akiona kuna network anashusha tu. Vyuma havili. Network ufite Yesu karamanura. Hauna network Mungu anashusha sauti tu. Kuri mixer. Kwa mixer. Ukifanya kuraha abantu busa kama. Unapea watu bure. Dhambi ndinatenganisha mwanadamu na Mungu. Inasababisha utengano wa mwanadamu na Mungu. Lakini msichana kwa mbele ya Mungu, umugabo arisanzuye ku Mana, umugore arisanzuye ku Mana, umwana mutarisanzuye ku Mana, umusaza arisanzuye ku Mana, umukiranutsi wese wamenye aliyokoka kamjua Yesu. Taha tuhamagarira Imana mbele ya Mungu hakuna kwenye hawezi mwitia. Muruzizi kumva, hata kwenye maji na muzika kumva, hata wapa waburi wenyine kakumva. Ukiwa peke yako turagenda uri mu muhanda kama umva nk'ibintu biramanutse. Auje tebo kiyo barabara sikia mambo yanashuka. Bavuga butumwa. Hata wainjilisi. Sange ndakucyandi mu muhanda kama numva ijambo rirati. Nikienda barabara nasikia neno kama numva neza rirashitse. Ninasikia imefika. Kabatanga arangendereye mwene Mari. Sema amenitembelea. Amen. Kama numva ko ritumika kama numva icyanditswe kimeze gutya gisa gutya. Kama numva kiratumse muri maandiko yasema hivi na vile. Chogeza namenye kwandi makuru yose ari ikinyoma. Hapo najua habari zingine zinakuja. Gasoma icyumwuka wera yambaye. Nasema kile kimesoma neno. Modoka ngiye ahantu runaka. Si eti ninde kuna. Gutsi kama numva gutya ikintu gihinduka. Ninasikia mambo yamebadilika. Ngaba ati yigeze kumpa ijambo ahantu gutya naringiye mu gihugu kimwe na inteza gutya. Alinipa nini nilikuwa naenda mahali pamoja. Numva ko ikintu cyama kimanuka mu gihe. Kisikia kitu kimeshuka ndani yangu. Kumupaka. Nikiwa mpakani. Siku Yesu wewe wabaye gute. Yesu umekuaje? Nigishe sawa baba duterera. Nihubiri hao ambao wanatuwekea saini. Kwa mpakani. Narondoga ina navuze ngo sindondoko. Usa umva ubundi iyo umuntu asomye igitabo za umvumereho. Ukisoma kitabu unajisije. Ntutu umuntu yoneze kwa acuruza protector. Ariko yasoma Biblia ntamizi. Ni vipi mtu anaweza kafurahi wakati anafanya kazi ya protector? Lakini kwa mambo ya Mungu anafunga. Ngo ndagurishije isi yashi. Mtu anasema nimeuza mpaka biashara imeisha. Atahambira kuguruka. Anakuwa na furaha. Yamara yasoma igitabo. Lakini akisoma kitabu. Huwa asoma kagira ibitotsi. Akisoma ndiye anakuwa na usingizi. Mapepo. Hiyo ni pepo tu. Kisko. Utarasoma igitabo ngo wumve ko ijambo rihindura ibintu. Bila kusoma neno usikie mambo yamebadilika. Wumve ko ibintu bihinduka. Usikie mambo kabadilika. Wewe wichenkari ushe kwicara ngari. Umeketi pale badilisha kiti. Sasa igitabo gucya ndi mu chumba. Ninasoma kitabu nikiwa chumbani. Ibintu bimfata nkaja kwisanga usanga sana ndi muri saba. Ninajisi mambo yamebadilika nipata kwa bedi. Yatangira niba nako kundi igitabo cy'Abagalatia. Ninapenda Wagalatia sana. Cyo cyantwaye ubwenge. Hiyo imenibeba. Zandiko za Paulo. Ninapenda nyaraka za Paulo. Ari kugwandiko gw'Igalatia. Lakini Wagalatia tumwitara tumwe naba. Mjumbe ambaye hakutumwa na wanadamu. Huwa ninateremuka mpaka mafikira zangu. Ili nishika siku moja nikaanza kuosha masahani. Nenda wabaruze mwa Wagalatia. Nani aliyewaroga? Nani aliyekuroga? Ndio utambuka. Nilikuwa nasikia nikimbie. Guruka. Ndio wakurusi.
Nani aliyekuroga? Mtu anaanza na mema na anatamatisha na mabaya. Nani aliyewaroga? Unasoma Biblia na ufurahi kwa nini? Unasikia nini? Mtu amerogwa anasema tumesoma Biblia mara na mara lakini kumwangalia hakuna kitu. Umesoma Biblia lakini haijaingia ndani mwako. Umusaza umwe nabajije muri bari abasaza bakuru nagiye kubaza aravuga ngo uwaza soma Biblia wakava ku murongo abonyima. Mzee mmoja alisema yeye akisoma Biblia anapita kwa karatasi moja kwa mstari mmoja na apata Mungu ndani yake. Biblia ngo akava ku murongo abonyima. Anasoma mstari mmoja kitoka kwa mstari amemwona Mungu tayari. Eti wewe umesoma Biblia yote. Eti nyinyi mnaimalizaje? Mimi nikisoma mstari mmoja ninamaliza miezi 4 nimemwona Mungu kwa mstari mmoja tu. Wewe unasoma kama mpasha habari. Kibazo. Eti shida niliyokuwa nayo ninasoma Biblia lakini siielewi. Gazeti. Umeona Mungu katika Biblia kweli? Imekuwaje? Ndio sababu watu wengine akikosa usingizi anasoma Biblia apate usingizi. Nini kimsinziriza? Hii imekuwa ni dawa ya kumupa usingizi. Anesthesia. Abandi ko ibintu ubona zakubanye ikibazo kajagari kabaye. Akiona shida zimekuwa nyingi. Usome kitabu. Unasoma kitabu. Ukiona mafaranga yapanze cyangwa yamanutse. Ukiona pesa zimepungua ama zimepanda. Soma Biblia itakufundisha. Hakuna kitu kisipokuwa Biblia. Atakuambia change imepanda imeshuka. Unaanza kufikiria haya na haya. Ingia Biblia uulize Mungu. Izikubwira makuru. Mungu anakuambia habari. Ikakubwira ko hari igihe cyo kuronga n'igihe kitari cyo kuronga. Anakuambia kuna wakati ya kupata na wakati ya kukosa. Ukijua haujapata unatulia. Unasema hata Biblia imesema. Kuna wakati utapata, kuna wakati utakosa. Joni hapa. Mtu unapata anaanza kumshukuru. Hapana. Mimi nimesema kuna wakati ya kupata na wakati ya kukosa. Ndivyo ilivyo tu. Eti kwa nini huyu amepata? Biblia sema aliyekuwa nacho ndicho ataongezewa. Wewe unalia. Eti mbona amepea huyu na yeye ndiye akona vingine. Kumbuka amesema aliyekuwa naye ndiye ataongezewa. Wewe tulia tu. Wewe rizika tu. Wewe unarizika na vile Mungu. Ridhika tu. Ukamenya kuko bivuga. Ujue Mungu ananena. Kuna wakati anatika jambo rivuga ngo izayemera ko bituruho kugira ngo tuzoshime. Mungu anakubali tuishi ndani ya maisha ili tupate kumshukuru. Izayemera ko bihe bitugereho bibi. Anakubali majira ya mabaya ila kitutoa ndani ya tujue kufikiria kumshukuru. Izayemera ko burara. Anakubali ukose chakula na hakosi cha kukupa. Anakubali nyumba yako ifunge. Hakukosa kutendea vyema. Ili siku atakapokupa umfikirie shukrani kwake. Ndivyo ilivyo. Anakubali ndani ya kazi ukose. Ili ujue ya kuwa unapofanya biashara sio kwa sababu yako bali ni anakupa ili upate kufanya biashara. Siku majira atakuwa vizuri utasema Mungu ndagushimiye. Ninakushukuru. Yamekuwa basa. Akiona bado unaimarika. Mimi niliwahi kufanya biashara vitenge nikazunguka nikakosa hata mtu akunisalimia. Nilikuwa nafanya kazi ya vitenge mahali ambapo kuna watu wengi lakini hakuna. Ninawauliza hii nguo hamuzioni? Simwamu yabona. Hamuoni hizi vitenge? Komba ngira ngo ni mashi. Kwa kitambo. Nilipoipea mwenzangu hivyo akaanza kumuuliza. Ndava tukunayo. Nikasema hii sio kazi yangu. Yes. Mimi watumia wananipita waniulizi biashara ni nani? Hata kuna wakunisalimia. Nikiona mtu anatoka ndani ninamkaribia lakini anapita pande. Kwa daimoni banyuriranye ndafuye nikasema pepo hii imenifikia.
lakini wengine tu akijaribu biashara hivi zinaenda vizuri. Mungu anakubali mabaya tufikie ili akibadilika tujue ni Mungu ametenda, sio nguvu zetu zinatenda. Wewe unafanya biashara kama za wengine, bei ni moja, hata wewe umepungua lakini wengine wamepandisha, lakini yako ya bei rahisi haipiti, lakini wengine wamepandisha bei lakini biashara inaenda mbele. Imana iri kumikise. Yesu sio ndugu yetu ili tumwambie hivi na hivi. Sisi tunatulia yeye natenda kulingana na vile anataka, ili tupate siku moja tukamshukuru. Ninakumbuka Mungu jambo leo lifanya ili unipate mulikuja ndani kwa sababu ya kazi. Eti nimeacha familia kule nimekuja kwa sababu ya kazi, bado haijakutii. Ni jambo la kawaida pale. Kuna siku Mungu atabadilisha. Amini Mungu tu. Izeri Imana gusa. Amini Mungu tu. Izeri Imana yonyine. Amini Mungu tu. Izeri Imana yonyine. Tizigahegwamo. Yeye hawezi acha kufanya. Tizigahegwamo. Yeye hawezi kosea. Kere tutarayikore. Pengine hujamtumikia. Kere tutayize. Pengine humwamini. Kere tutayihana. Pengine wewe ariko Imana uzohamiriza mu kazi, lakini Mungu amona mambo kwa kazi. Mu kazi kawe yeye anaingia ndani ya kazi yako, tizobura kukugirira neza, hata kosa kutendea, tizobura kukugirira neza, hata kosa kutendea vyema. Kakurengera muri kinyozi abandi bakogoshukamura kandi abantu imisatsi yameze iruzu, unakaa kwa kinyozi ariko abakiriya bakao wengine, wewe hupate wa customer lakini wengine ese imisatsi yashize ku isi, unajiuliza kwani nywele zimeisha ulimwenguni? Pastor ejo uzamurondogorana n'iyinga. Semeni haleluya. Haleluya. Ubuzima maisha buza butuma umuntu atumvikana n'Imana, inasababisha Mungu tu asiwe na wasiliano na Mungu. Ni cyaha, ni dhambi. Kitu kiza gituma umuntu atagira n'ubusabane, kinasababisha tusiwe na wasiliano na Mungu. Imana ikigira kuri umuntu akigira kuri Mungu, anaenda umbali na wewe na unaenda umbali na yeye. Ni cyaha, ni maisha ya dhambi. au ndabivuga neza. Nenda akasema vizuri, nafashije nimeshika neno. Biblia ni security y'ubuzima bwacu. Biblia ni security ya maisha yako. Ijambo ry'Imana, neno la Mungu ni security y'ubuzima bwacu, ni security ya maisha yako, ni umumotsi uzumokera ubuzima bwacu, ni chanzo cha maisha. Gukora ikibi Biblia ikamiriza, ukitenda maovu Biblia inapaza sauti, inakwambia wewe turabyemerewe byose, unakubalika kufanya yote, ariko siko bidufitiye umumaro, lakini si yote yanayofaa. Ikikireke achana na hii. Daudi Biblia yihindura umupolisi w'ubuzima bwe, Biblia kaibadilisha kwa polisi wa maisha yake. Yageseje gukora ikintu bikamubwira ngo biranditswe, akitenda maovu inamwambia Biblia. Yafashe ijambo, alishika neno, alishira mu mutima, akaweka ndani ya moyo wake, kugira ngo ubuzima bwe ili maisha yake utazokora icyaha, isitende dhambi. Hakindi cyo gushoboza, hakuna kitakachokuwezesha, sio akili yako, sio shule lako, si nyambarire yako, sio mavazi yako, si mikurire yako, sio ikintu cyo kurinda icyaha kitakayo kusababisha uache dhambi. Ni jambo ry'Imana, ni neno la Mungu. Ibindi byose ngo bizorangira, mengine yote yatakwisha. Neno la Mungu ariko ijambo ry'Imana litadumu milele, lizahoraho. Makanisa haya manjanja, haya mabati azoshira, yote yatakwisha. haya mabafre, haya maspika azasha, yatachomeka, zisenyuka, hii zinaweza ministeri zazirangira, ministeri zinaweza isha, abantu muzamutandukana, watu wanaweza, ariko ikintu kitazorangira, lakini kitu atitaisha, kizochunga ubuzima bwawe, kitachunga maisha yako, kitokubuzicyaha, kitakosesha dhambi, kitokubera security, kitakuwa security, kitokuyamira ikibi, kitakukataza mabaya, kitasababisha usitende maovu. Gira mugenzi wangu ijambo ry'Imana, mwambie neno la Mungu, mwakira ijambo ry'Imana, tokea neno la Mungu. Amen, amen. Yes.